Sasa umeiona hii video? Jana nilikuwa naongea na wanafunzi wangu kwenye group moja hivi ambao nawasimamia kupunguza uzito. Nikawa nawaambia tunapopeana ratiba za kufunga, hatufanyi kwa ajili ya kupunguza uzito peke yake. Tunaposema kaa kwenye masaa fulani bila kula kitu chochote, tunataka kushinda hizi sumu. Yaani kupunguzia mwili intake ya sumu, kwa sababu tupo kwenye dunia ambayo sumu zimekuwa nyingi mno. Vyakula vimekuwa sio real tena. Vyakula vingi mwanadamu anaviharibu kutoka kwenye ule uhalisia wake, anaupeleka kwenye namna ambayo itamnufaisha yeye. Utakaa muda mrefu, utakuwa na uzito mkubwa, utampa faida kubwa yeye, na si anaangalia afya yako. Kwa hiyo ukiwa mtu wa kula kila dakika, asubuhi unakula, mchana unakula, jioni unakula, hapo katikati unakunywa, unatafuna, ni lazima tu utauchosha mwili wako mapema. Utashusha kinga yako ya mwili, mwili wako utawahi kudhoofu mapema, utakuwa mtu wa kuumwa mara kwa mara, utastruggle na hizo hormone imbalance, utahangaika na kesi nyingi sana za kiafya. Kwa sababu gani? Chakula ndo kinaamua wewe uwe mtu wa aina gani. So kwa kupunguza idadi ya milo ambayo tunakula, tunapunguza pia intake ya sumu. Tunakuwa hatuchoshi mwili sana. Tukiwa tunafunga, tunaupa mwili nafasi sasa ya kuclean hizi takataka ambazo tunazipata kwenye vyakula ambavyo tunakuwa tunakula. Kwa hiyo jitahidi as you can. Tengeneza muda ambao unakaa bila ya kula. Ila masuala ya kula kila unavyotaka, na saizi kombe la dunia, usiku unakula, asubuhi unakula, mchana unakula, jioni unakula, hiyo itakuumiza sana wewe, itaumiza afya yako, itaumiza familia yako, itakutia kwenye umaskini. Na ndugu, leo nikualike katika kujifunza juu ya muda sahihi wa kula chakula kupitia kitabu hiki cha Nuru kwa Kanisa cha Nabii Ellen G. White, pia kupitia tafiti mbalimbali za kisayansi ambazo nimeangalia katika mitandao ya kijamii. BBC hapa imeweza kuchapisha chapisho lake, inasema angalau tupitisha masaa 3 hadi 5 ndipo tuweze kula mlo mwingine. Yaani kwa mfano kama umekula sasa hivi ni saa 1 asubuhi, basi mlo mwingine unatakiwa ule saa 5 au saa 6. Unaona Kwa katikati hapo hakuna chakula unahitaji kuweka. Katika kitabu hicho kurasa 261 imezungumza pia baada ya kula mlo wa kawaida yafaa tumbo lipewe nafasi ya kupumzika muda wa masaa 5. Wakati mwingine imesema masaa 5 hadi masaa 6. Kwa hiyo katikati hapo hautaki kutia chakula chochote, iwe njugu au karanga au pipi. Kwa hiyo watu wengi tumekuwa hatuli, ila tunakula. Lakini tumbo au mwili ulivyojengwa na Mungu umepewa mfumo wa alarm. Kama unakulaga saa 5, ikifika saa 5 hata kama ujala, tumbo linakuambia ni muda wa kula. Asidi itamwagwa kwa ajili ya wewe upate chakula. Kwa hiyo watu wengi tunaugua magonjwa mengi, kushindwa kumeng'enya chakula vizuri, kupata vidonda vya tumbo, kukosa usingizi kwa sababu tu ya kutokuzingatia. Tunaweza tukaonja na chumvi pia. Unataka kuonja Maria? Nataka kuonja. Ngoja. Nimesahau kupika. Ngoja nionje mwenyewe niloweka kwanza. Bado sijaweka ndimu, subiri.